Choti Meshak. IEBC is located at Tasia Embakasi off 75 Road, where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 60 1721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 60 1721. Welcome all. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hapo ni IEBC Apartments pale Utawala, lakini na kukaribisha tena katika kipindi cha leo cha The Morning Brief. Tukukujuze tu kwa haraka baadhi ya yale ambayo ni matukio ya hapa nchini na kimataifa, ili pia weze kujijuza mengi zaidi. Hapa ndani sipo peke yangu, ila niko na mwenzangu ambaye pia ningependa jitambulisha, lakini mimi naitwa Masiontita, na karibu katika kipindi cha leo cha The Morning Brief. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, niite Edwin Mukaa. Haya basi, mtazamaji na msikilizaji, mengi yamefanyika tangia hiyo jana. Jana tulikuwa hapa na Zado tukakujuza mawili matatu ambayo yalikuwa yametendeka, lakini hiyo jana pia mambo ambayo yalitendeka jioni ni kwamba shehena ya kwanza ya karatasi za kupigia kura za urais zilifika hapa nchini hiyo jana. Nakumbuka kwamba hii ni baada ya makamishna na wageni 13 miongoni mwao wa kamishna kuelekea pale katika taifa la Ugiriki kwenye kampuni ya Inform Lycos ambayo inachapisha zile karatasi za kupiga kura, kuangalia kwamba kila kitu kiko sambamba, kila kitu kiko shwari katika yale maandalizi ya kura ambazo zinatarajiwa in 11 days time hapa nchini Kenya. Na kulingana na IEBC imeongeza siku 3 zaidi kwa karatasi za kupiga kura kurejeshwa hapa nchini, na hii ni kutokana na visa vya kesi ambayo vilikuwa vimepelekwa mahakamani na wagombea tofauti, kumaanisha kwamba siku ya mwisho ambayo wale ambao zile karatasi za kupiga kura zitafika nchini itakuwa tarehe 3 Agosti. Lakini wakati hayo yakijiri, IEBC nasema kwamba milioni 65 za karatasi za kupiga kura juu ya ama miongoni mwa milioni 132 mwa zile karatasi ziko kwenye afisi na mahala pa ambapo zimewekwa, zimekuwa stored pale. Lakini swala moja Edwin limejitokeza. Kulingana na azimio la Umoja wa Kenya, wanasema kwamba kumekuwa na form 34As. Zile form 34As ni zile form ambazo wanaandika majibu ya matokeo ya uchaguzi kwenye polling station, alafu zinatumwa kwenye sub count and then zinatumwa kwenda mbele. Kwa hivyo ni swala kulingana na azimio la Umoja, wanasema kwamba the form 34As zimetengenezwa like mara mbili. Kuna kama copy of every form 34A. Kwa hivyo azimio la Umoja wa Kenya wanasema ni swala ambalo kwa kweli labda huenda likasababishwa kuibwa kwa kura, kwa sababu huenda kama form 34A imetumwa, nyingine yawezi ikatumwa tena, kwa sababu zinafaa kuwa moja. Na wanauliza swali moja kwamba kwa nini form 34B hazipo and instead kuna form 34A. Ni swala ambalo limeibua hisia, na wanataka sasa hivi IEBC jitokeze na kuzungumza waziwazi kuhusiana na kuchapishwa kwa karatasi aina mbili za form 34A
wakisema vile kwamba yale mambo ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya IEBC ni ishara tosha kwamba labda wajajiandaa rasmi, wajajiandaa vizuri katika uchaguzi ambao unakuja. And on that note, Juliana Cherera ambaye ni mmoja wa makamishna wa IEBC alijitokeza akasema kwamba they're gonna hold a meeting, they're gonna convene a meeting soon na presidential candidates ili wazungumzie the contest issues ama yale mambo ambayo yanaibua hisia kama hayo ya the form 34. Kwa hivyo ni masuala ambayo kwa kweli tunatarajia kuona jinsi ambayo yanajitokeza. Sijui wewe katika haya maandalizi yote ya IEBC, the way wameendelea kuandaa, kumbuka kwamba kumekuwa na zile allegations za wale maofisa wa Venezuela na mambo kama hayo. Sijui wewe unazungumza vipi kuhusiana na about all the preparedness of IEBC kwa uchaguzi? Pengine niseme kwa upande wa IEBC jinsi wanavyosema pengine wamejipanga wao wenyewe, jinsi wanavyosema huenda wamejipanga, lakini swala la wale watatu kutoka Venezuela kidogo lileta utata, manake wote walikuwa natoa pengine masuala, walikuwa naibua masuala tofauti baina yao. Ukiangalia DCI ujumbe walitoa, ujumbe IEBC ilitoa, unaona ulikuwa unakinzana kidesign. Kwa hivyo ni swala ambalo kidogo Wakenya walikuwa wanauliza, je, kutakuwa na uaminifu? Na kutokeana na swala la azimio la umoja pengine kupoka ama kunyosha kidole cha lawama kwa IEBC, pengine ni swala zuri kwangu, manake litasaidia zaidi kuhakikisha kwamba pengine kuna uaminifu na vile vile kutakuwa na a fair and a credible election. Manake isije ikawa uchaguzi umemalizwa ndivyo azimio wanakuja kusema unajua kukuwa na 34B printed ama kulikuwa na extra printed with all the security features jinsi wanavyosema. Kwa hivyo kwangu nasema ni swala njema, ni swala zuri, manake litasaidia. You know, it's the same thing when we have a government and opposition. Wakati unapata opposition wameungana na serikali, so many things they aziendi sawa sambamba, manake opposition it will be like a watchdog ya hiyo serikali. So ni swala zuri. Na vile vile sijui ikiwa, najua niliona naibu wa rais wakati aliulizwa swali ikiwa atakubali uchaguzi na akataja kuhusiana koti kwamba asiporidhika basi ataenda koti. Koti ikiamua venye taamua basi ataridhika, na hiyo ndio kukubali uchaguzi. Na ni swala kidogo niliona linazungumziwa zaidi, lakini yote tunasema kwamba pengine we are expecting pengine a credible and fair election. Na tukizungumzia swala hilo, kumbuka kwamba Kenya's 2022 elections is one of the most expensive elections in Africa, ikizingatiwa kwamba kila Mkenya ni kama atatumia shilingi 2,000 kupiga kura kwa zile karatasi za kupiga kura ambazo zitakuwa zinatolewa kwa kila mtu ambaye atakuwa amefika pale polling station. Ni swala ambalo kwa kweli linakuja wakati ambapo angalia jinsi uchumi umedorora, angalia jinsi ambavyo gharama ya maisha imepanda. Na kumbuka kwamba when we are talking about the expensive elections, IEBC imesema kwamba for those diaspora ballot papers lazima zifike Kenya kwanza and then zikuwe shipped to the different destinations kule diaspora. Sijui hili swala ni lile la kuongeza gharama ama vipi? Kwangu naona ni swala ambalo pengine litatoa ni swala ambalo litatoa ile mushke kidogo. Unajua ikienda direct kutoka Ugiriki kwenda huku itazoa hisia tofauti. Utasema kwamba pengine kuna ujanja fulani imefanyika. So and by the way, hata kama si ujanja vile vile, pengine the two teams, the Azimio, the Kenya Kwanza, I'm talking about the main teams ambazo tunajua kwamba ndo zinakaribiana zaidi. Like Azimio walikuwa wametuma representatives wao, by the way, alongside the IEBC, wakaenda pale Athens kuangalia jinsi the printing inafanywa. Pengine wataridhika, lakini wengine kama Wakenya na supporters watafanya nini? Wataridhika. So it is a nice deal kuzileta kwanza, you know, then zikuwe dispatched with the various countries. Kwa kweli mtazamaji na msikilizaji,
msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea kuandaliwa na IEBC wakati ambapo uchaguzi mkuu na karibia wa Agosti 9. Na kumbuka kwamba ule upande wa Kenya Kwanza Alliance huu umekuwa ukitetea sana IEBC kuhusiana na madai tofauti ambayo yameendelea kuibuliwa na Azimio la Umoja wa Kenya, na ni swala tu tutaangalia in the coming days baada ya IEBC kufanya mkutano na IEBC na wagombea urais. Je, mwishowe wataridhika? Kwa sababu remember, Azimio la Umoja wa Kenya has been on the front line kutoka kitambo ikisema kwamba we want IEBC. Unakumbuka zile barua ambazo ilitumia IEBC, tunataka IEBC ifanye hivi na vile. Kwa hivyo ni just kuhakikisha kwamba IEBC is gonna hold a free, credible and verifiable elections tarehe 9 Agosti. But vile Masi, pengine kuna swali, pengine wengine anajiuliza, kuna wakati walikuwa wanasema, in fact Oburu Odinga ambaye ni ndugu yake Raila Odinga alitaja na kusema kwamba this time round lazima Raila aingie status sababu pengine wako na system. Kuna maneno alinukuliwa akitaja kuhusiana na system. So ni swali ambalo pia najiuliza, mbona ule wakati walikuwa nangangana zaidi na IEBC ku complain about IEBC and stuff, sasa hivi pia najiuliza imekuaje manake ikiwa walikuwa na ile system. By the way, Masi, do you think kuna system and deep state? Ukiangalia side moja wanasema kwamba wao wako na system, ama Azimio la Umoja wa Kenya is saying hawa nyinyi mko na system, mko na deep state. But the Kenya Kwanza Azimio la Umoja nasema sisi hatujui kitu kama hiyo. Hii haijaanza juzi, ilianza kitambo. Kwa hivyo ni masuala ambayo kwa kweli mimi kama Mkenya, mimi kama mwananchi siwezi nikajua because I haven't been within government nijue yale mambo. Kwa hivyo it's just a rumor like anybody else says until proven kwamba ipo ama haipo. It used to be a rumor till wakati Oburu Odinga aliyataja, lakini yote tunasema kwamba la muhimu ni kwamba kukuwe na pengine IEBC conduct a fair election, tukuwe na kiongozi ambaye atachaguliwa na wananchi, and then kusiwe na vita pengine baada ya uchaguzi, kusikue manake si wote ni wa Kenya. Kwa kweli tukizungumzia suala hilo, IEBC is the only body ambayo inaweza ikaendesha free, fair, credible elections. Kwa hivyo all eyes will be on IEBC. Hapa kumekuwa na complaints, zimesuluhishwa and stuff like that, lakini at the end of the day will IEBC deliver? Because Kenyans want to trust IEBC again. Lakini isipoendesha sasa uchaguzi ambao labda uchaguzi ambao utakuwa na shida kidogo, basi huenda Wakenya wasiwe na imani ndani ya IEBC. Lakini as at now Kenyans, IEBC nafaa kuendesha ule uchaguzi ili Wakenya wote wa trust in IEBC. Na tukiacha na swala hilo, mtazamaji na msikilizaji, katika campaign trails hapa na pale, nilimwona Rais Uhuru Kenyatta akiwa pale katika eneo la Nakuru, na pale kumbuka kwamba amekuwa akitembea maeneo tofauti akizindua miradi ya maendeleo. Pale katika kaunti ya Nakuru alikuwa na zindua kituo cha gari moshi ambacho kilikuwa kimekarabatiwa, kituo ambacho kina cha gari moshi. Kwa hivyo akiwa pale alipiga kampeni hapa na pale akisema kwamba jamani, ningependa tumpatie nafasi mzee. That's the words that he was using. Akisema kwamba akimkashifu sana naibu Rais William Ruto kuhusiana na lile swala la bandari. Akisema kwamba hata kama hataji, we know who said that. Nasema kwamba ndio anaenda pale Naivasha, anasema kwamba nitawafanyia hivi, akitoka pale akienda Mombasa anasema nitawarudishia bandari. Kwa hivyo kwa nini awe mtu ambaye anazungumza kuwili? Mbona asizungumze tu kitu kimoja? Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli Rais Uhuru Kenyatta amelitumia kumpigia kampeni Raila Odinga. Sijui utasemaje hapo?
Unajua wengine walikuwa wanajiuliza mbona Uhuru katulia kidogo hajajitokeza. Na wengine bado wanazidi kujiuliza kwamba alikuwa amesema kwamba huenda angeenda pale Mount Kenya kupiga kampeni, na sasa hivi tunajua ni siku 11 zimesalia tuingie uchaguzini, pengine itakuwaje. Lakini mimi kwa upande wangu naona kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ni venye amekuwa mjanja kidogo na jinsi anapiga kampeni zake. Kwa kuanzisha ama kuzindua miradi fulani uenda pale anasema mzee huyu tosha, unajua. Ni swala kidogo kwake ama kwangu mimi naona kwamba alinamsaidia pakubwa Raila Odinga, ingawaje hajaenda kama ni kampeni anapiga moja kwa moja, lakini ile inamsaidia zaidi. Na vile vile akiwa pale Nakuru katika ule usinduzi alitaja kuhusu age, akasema heri mzee kuliko kijana muongo, yani heri mzee mwenye atafanyia ukweli kuliko kijana muongo. Kwa hivyo ingawaje ndio hajataja, hakuwa anataja jina, lakini unajua hata yeyote yule atajua kwamba he was referring to the to his deputy William Samoei Ruto. Kisha akataja na kusema kwamba in Kenya we need a fair leadership, na pengine a fair leadership can only be given by Raila Amolo Odinga. Ni swala pengine mimi nasema ni sawa, unajua kwa kikatiba yeye anafanya, yeye ni Mkenya anyway, he has a right to say this one should be voted for, unaona. Lakini at the end of the day wa Kenya ndio watafanya nini, wataamua ni nani. Na vile vile alitaja kuhusiana na Ruto, akasema sisi wote ni wa Kenya, lakini Ruto needs time to relax, apunguze matusi and then apunguze speedy. I don't know, matusi, kurelax na speedy. If the someone in who is gonna maybe a president should not, sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini hayo ndiyo aliyataja. Kwa hivyo kwa upande wangu nikaona pengine rais astahili kuwa na speedy. Rais, unajua Raila ana speedy. Rais astahili kuwa na matusi. Kwa matusi pengine ni sawa, nakubaliana. And then anastahili kurelax. I don't know, ile ni kuruka kutangatanga manini. I don't know what he meant, lakini those are the words pengine alitumia kudescribe William Ruto, na kutaja kwamba pengine William Ruto sasa hivi hajatoshea mboga, hajatosha kuwa rais wa Kenya. Unakumbuka pia kuna ule wakati ambapo alisema ndio naibu rais William Ruto atakuwa rais, lakini si sasa. Sasa hivi apatiwe muda kwanza reform, alafu baadaye huenda wakamunga mkono ili kuwa rais wa taifa la Kenya. Pale katika ile kaunti ya Nakuru alizungumzia kuhusiana na BBI, though just mentioning, akisema kwamba ndio BBI came kusuluhisha masuala ya Wakenya, akatumia swala la basari. Anasema kwamba hapa mniambie nyinyi iwapo kuna mtu ambaye mtoto wake anapata zaidi ya shilingi 5,000 ama 6,000 kama basari. Kwa hivyo ni swala ambalo pia alitaka kuleta ndani ili kuwakumbusha labda Wakenya ama wakazi wa pale kwamba BBI is still on, as long as much as it was delayed, bado huenda ikarejea. Na pale alisema it depends on who becomes the president. Na ni swala hilo, swala BBI unajua limezua hisia anuai. Unajua kwenye ule mdahalo, nisijui ni uite mdahalo ama mahojiano yake naibu rais, alitaja kuhusu BBI na akasema kwamba alitumia influence yake kusimamisha ama kustopisha the BBI thing. Manaka alikuwa anasema it was not genuine, it was ilikuwa ina favor some of the people, wengine it wasn't favoring. Na kuna wakati alitaja kwamba kuna vipengele kwenye ile BBI vilikuwa sawa, hadi akataja mwenyewe kwamba kuna some sections ambazo zilikuwa nzuri kwenye ile BBI and then kuna zenye zikuwa sawa. Kwa hivyo ni swala ambalo pengine Wakenya wataamua kwamba BBI itarejea ama haitarejea kwa kupiga kura. Manake alitaja kwamba na ukikumbuka kuna mali it was mentioned like BBI will come, ni ile tu iko imetulia kiasi, itarejea. So depending on who becomes the next president. Kunradhi mtazamaji. Anyway, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii, Facebook, Twitter, pale Instagram, kwenye YouTube channel yetu ni AGR News. Tuko mbashara pale, na vile vile hakikisha kutufuatilia kupitia kwenye application yetu ya Bagusi Global Radio. Na bila shaka kumbuka kwamba Bagusi Global Radio iko kwenye Roku channel, na ukiangalia pale kwenye screen ya kwako inakuonyesha jinsi ambavyo unaweza ukasubscribe na kuongeza the AGR News TV kwenye
channel za kwako ili uendelee kutusikiliza kwa njia ya kipekee kutoka hapa ndani. Tukiachana na swala hilo, waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i amezungumzia mambo mengi hiyo jana, amezungumzia mambo mengi kuhusiana na usalama kule Kerio, Laikipia, hasa referring to the yale aliyoyazungumza naibu rais William Ruto juzi katika ule mdahalo, na vile akazungumzia kuhusiana na wale ambao labda watapewa nafasi za uongozi baada ya Agosti 9, akitaja kwamba wengi wao huenda wakawa ni wale ambao ni watapeli wa fedha, ni wale ambao the laundering money, akisema kwamba wengi wanakuja kwako wanakupatia fedha fulani kwa sababu zile fedha wamezificha ili kuwa bribe the voters ili wawapigie kura, lakini kumbuka kwamba baada ya Agosti 9 zile fedha watataka kuzirejesha, akiwataka Wakenya wawe makini zaidi na wale ambao wanawapatia fedha. Katika lile suala la Kerio pale, alizungumza mengi pale kuhusiana na yale ambayo aliyaibua naibu rais William Ruto wakati ambapo alikuwa anahojiwa pale, akisema kwamba ndio aliweka usalama pale, walituma baadhi ya maafisa pale, lakini kabla hatujalizungumzia zaidi wacha tumsikize anavyozungumza pale moja kwa moja kuhusiana na lile swala. Anasema Wakenya wasidanganywe kuhusiana na kupelekwa ama kutopelekwa kwa maafisa wa polisi katika yale maeneo ambayo yanakumbwa na utovu wa usalama. As we speak right now, as I speak to you right now, we have a National Police Reserve in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn National Police Reserves from North Rift or any part of the country. What happens in the security sector all the time is reviews are done from time to time, depending on the needs, what is needed in a particular area. And in most cases, consultations are done, even with the local groups. I have been in meetings with some leaders of the North Rift sometimes, civic leaders and wananchi, who tell you, reduce the number of guns in the hands of civilians. Let us have police officers to do this work. In some areas, wananchi themselves and even their political leaders tell you, we need a deployment of police reservists. And I can tell you for a fact, if you spoke to the Inspector General of Police, or better still, if you went to the Regional Police Commander in Nakuru, he will tell you we have National Police Reservists in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn police officers from a particular part of the country. I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. That's the responsibility of any government. So that is why, to be very honest with you, I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things, because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, people lying. They lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, people would do better if they did their job. Because if they attended the meetings they are supposed to attend, if they sought briefs from the people they are supposed to be briefed, they will be briefed effectively, instead of now going to embarrass themselves in that kind of manner where you say things that don't exist. And ask yourself the question, how do police officers, especially senior police officers... Right. Naona anasema kwamba the only thing that is true about William Samoei Ruto pengine ni jina lake. Yani he lies as if in as much as okay, he was pointing because yeye alikuwa kwenye ule mdahalo siku ya Jumanne, akasema kwamba kuna mahali hapa amesema kwamba the only thing about him pengine ni jina tu, so the rest of the things zenye anazungumza ni uongo. Na ikumbukwe kwamba haya yote yalikuja baada ya William Ruto, pengine ni nukuu yale aliyotaja wakati aliulizwa kwamba yeye kama naibu wa rais pengine amefanya nini kuend zile ama yale mauaji yamekuwa yakifanyika pale Kerio Valley. Pengine ni nukuu yale alisema kwamba the withdrawal of the reservice was a political agenda meant to punish me. We have over 5,000 police reservists who were relieved of their duties, leaving the community exposed. There was a false narrative after the handshake, and the government said police reservice in the area was Ruto's militia, and they were withdrawn and the situation went south. Hayo ni maneno ambayo William Ruto aliyataja
hajaja na kunyosha kidole cha lawama kwa pengine wizara ya usalama, masuala ya ndani, na kataja kwamba pengine au reservice wakati walitolewa ndo mambo yale yalikuwa amefanya nini, yameenda south, na kutaja kwamba mwaka wa 2013 wakati aliingia kipindi cha kwanza aliweza kufanya vikao na wakazi na viongozi wa eneo la Kerio Valley, wakaamua na kuafikiana hadi hao polisi wakapelekwa pale, lakini baadaye wakaweza kutolewa kwamba ni military. Lakini ndo hayo kunradhi, ndo hayo waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i alikuwa anayataja, akisema kwamba huo ni uongo. There is no point ambapo hayo wale reservists wametolewa. Na sijui sasa Masi, between the two nani anazungumza kweli na ndo swala balo by the way nimekuwa nikijiuliza sasa, tuamini nani tusiamini nani, lakini unajua tukiangalia kumekuwa na utovu wa usalama, ndio kumekuwa na NPRs pale, lakini bado kuna utovu wa usalama unaendelea, kumaanisha kwamba wale the bandits wamerevuka zaidi ama ni wale walinda usalama ambao hawajui kazi yao, sijui, lakini ni masuala ambayo hatuwezi comment on. It's all about security, no? And at the same time, Mercy, there is an article that was written 2021 November by the Kenya News Agency, ambayo pengine the heading niliona watu wakizungumzia zaidi mtandaoni. The heading goes by "The government considers reviving police reservists in Kerio Valley." So kurevive ni wakati namaanisha walikuwa wameondolewa pale. Walikuwa wameondolewa na yeah, that is an article that was written 20, let me see the dates. Ilikuwa tarehe 11 November 2021, akisema kwamba the government is considering reviving the deployment of Kenya Police Reservists KPR in Kerio Valley under a restructured plan to ensure proper training and administration of the officers and accountable use of firearms. So how do you revive something yenye kama kipo yenye ipo? Manake kutokana na mazungumzo yake Matiang'i hapa amesema kwamba there are some reservists bado in the North Rift, sio? Akasema there is no point the reservists waliondolewa in any part of the country. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji ndiye atajiamulia ajue kwamba nani anazungumza kweli, manake mimi mwenyewe sasa hivi sijui kweli ni nani. Manake Uhuru Muigai Kenyatta pande mwingine anasema kwamba huyu jamaa ni muongo, you know, don't vote for someone of course ni kijana lakini muongo, ili uvote mtu mzee mwenye hekima na busara. Na at the same time a honest person. Na hapa Matiang'i pia anasema huyu jamaa what is true about his name, pengine okay, what is true about what he said kwa ile debate mole mdahalo, pengine ni jina yake. Na is the same thing, unajua inanikumbusha the gubernatorial debate ya Nairobi wakati Sakaja aliulizwa kwamba jina lako kweli ni Sakaja, you know. Wakati uongo pengine mtu anaona kwamba uongo umezidi. Kwa hivyo ni swala ambalo pengine wewe mpenzi mtazamaji utajiamulia kwamba nani muongo nani mkweli. Mtazamaji, kumbuka kwamba kuna ile ripoti ambayo ilitolewa ya serikali kuhusiana na wale ambao wanatumia fedha ama pesa haramu, wale ambao wanatengeneza pesa bandia ambazo huwezi ukajua ni bandia. By the way, mimi sikujua, wakati fulani nilipatiwa noti ya shilingi 1000 kupeleka pale kwa M-Pesa, naambiwa hapana, hii ni bandia. Unaangalia wapi? Hapa na hapa. Lakini kulingana na Daktari Fred Matiang'i anasema kwamba zile fedha ambazo zinapeanwa kwa the campaign trails, mnawekwa chini, mnapatiwa 100, 200, zile ni pesa haramu. Labda kwa sababu ukiangalia baadhi ya the revenue ya wale ama fedha za wale ambao ni wagombea zifiki kile kiwango ambacho wanatoa kwa wananchi, akisema kwamba 40% ya wale ambao wanatafuta uongozi wanalangua pesa ama wanatumia zile fedha haramu, na kusema kwamba hilo swala ni kuhujumu vita vya dhidi ya ufisadi, vita dhidi ya ulanguzi, akisema kwamba if the 40% of the leaders will be elected
into the next government, inamaanisha kwamba hata yule ambaye atakuwa amesema atafight corruption kama ni Raila ama ni Ruto, itakuwa vigumu kwa sababu pale kuna watu ambao watakuwa wanatetewa ambao walitulangua fedha ama walitumia pesa haramu. Kwa hivyo alisema kwamba basi akawataka Wakenya wote wapige darubini viongozi ambao wanataka wachague kuchukua hatamu ya uongozi baada ya Agosti. Sasa sijui wewe Edwin, nikikuuliza tu kwa haraka labda mtu anaweza kukupa shilingi 2,000 umpigie kura uache yule ambaye hajawahi kukupatia ama vipi? Masi unajua kwa upande wangu you cannot buy me, you know, to vote for you. Ndio manake I'm enlightened, you know. Ndio ukinipa pesa mimi mwenyewe pesa unajua siwezi nikakataa. Ukinipa 2,000 1,000 siwezi nikakataa, jambo ambalo pengine uwezi ukanipa ni 100, manake 100 anaweza jitafutia mwenyewe. Lakini ukinipa hiyo pesa manake umeamua kunipa na moyo wako, sijakuomba, umeamua unipe nikupigie kura. Haya basi nitachukua pesa hiyo, nitaitumia vizuri zaidi. Kwanza hiyo siku nitahakikisha familia yangu siku hiyo imekula vizuri ile ambayo haijakula, unaona. At the same time mimi kupiga kura kwangu nitapiga kwingine, you know, penye kama wewe basi najua wewe ni kiongozi mzuri, haya basi nitakupigia, lakini usije ukanipa hiyo, ni kunihonga anyway. But ni swala ambalo unajua limekita mizizi zaidi katika siasa zetu za Kenya. Most of the voters our vote kulingana na venye wanajua jamaa ama mtu fulani, they vote kulingana na kile kitu amepewa. There is a point tulizungumzia hapa Masi, nilikuwa napita tu mama fulani akaniambia ule hata hajai nipea anything, afadhali wewe amenipatia 200 yenye nimeona, unaona. So 200 na kufanya unauza kura yako for 200 shillings. What they argue, unajua vile wana argue, what they argue about is ukipiga kura yule jamaa anaenda bungeni, anaenda unakuja kumuona baada ya miaka 5, there is nothing anakusaidia, hili akupatie 200 utumie 200, manake hutaimuona tena after voting for such a person. Unajua iwapo we were voting without kwa bribe ama kupatiwa pesa, and then it will be up to us kufuatilia yule kiongozi. Anytime tunamuona we want ama Wakenya wanataka awaambie amefanya nini. Wewe tulikupatia kura, huku tupatia pesa. Sasa tunataka maendeleo, hii barabara tengeneza kiwanda mahali fulani, tengeneza shule mahali fulani, mambo kama hayo. Lakini kwa sababu Wakenya wamezoea brown envelopes, vipochi tu, unapita nyuma ya mlango unapatiwa shilingi 200, 1000 ngapi. Ndio maana I think hata maendeleo katika maeneo tofauti hasa kwenye county hayafanyiki. Na Masi unajua tukizungumzia hayo anyway ni swala kubwa. I know the problem is most Kenyans hawajui the responsibilities mbunge, they don't know the responsibilities diwani, hawajui responsibilities county government and national government. Hiyo ndio shida kubwa. Not only on all Kenyans. Even the leaders ambao wanakuwa elected they don't know their responsibilities. Anakuja pale na waambia ndio mimi nitawatafutia kazi. Kazi yake kisheria doesn't include kutafutia watu kazi, okay? Yeye aweke systems zitaleta kazi. Kwa hivyo ni swala kwamba hata kama kuna Wakenya ambao waelewi kazi ya ubunge ni nini, kazi ya MCA ama women rep ni gani, pia baadhi ya viongozi ambao tuna elect ama tunapatia kura, they don't understand their roles. That's the main problem, Masi, whereby an MCA who is vying for the seat ama an aspiring MCA anaenda naambia watu, you know, mimi nitawapatia kazi vijana wote unemployed kwa hii ward, you know, mimi nitajenga hizi barabara niziweke lami. Wapi, you know, at some point we need to give Kenyans swala ama kitu ambayo, okay, we need to educate Kenyans, kitu ya kwanza. Wakenya wajue roles za kila mtu, so that yule anakuja kuwadanganya wanamwambia hapo ni uongo, sinaona. At the same time kulikuwa na mdahalo hapa Kisii wa magavana na sitaji kutaja ni nani alikuwa alizungumza. Alikuwa ameanza kusema yale atakayofanya yenye national government inafanya nini, inafanya, hadi moderator akamwambia achia hapo, manake hiyo ni kazi ya the national government. So the problem is even those who are vying wenyewe, they don't know their roles. And then the women representatives, another docket yenye many people understand the role of a women a representative.
Na sijui Masika unajuanga pengine the role of women representatives, manake hata mimi mwenyewe kidogo inanikanganya, and so many people have been asking, including wale ambao wanavai for the docket, wengine hawajui the roles za the women representatives. Hiyo ndio inaleta shida kubwa, whereby unapata Kenyans we are electing people wenye pengine hawajijui na si wenyewe watujui wanafanya kazi gani. Kwa kweli tukizungumzia swala hilo Edwin, ni kwamba women representatives ni mbunge. So the role of mbunge ndo role ya women representative, kwa sababu she is a member of parliament, lakini from the women side, you know, we wanted to do that 2/3 gender role. That is where kukawa na the 47 women ambao wanatoka kwenye county tofauti. Kumbuka kwamba wakienda pale bungeni wanafanya kazi ya mbunge. As much as wanatetea wanawake, wanafanya kazi ya legislation, wanafanya kazi ya finance, na wanafanya kazi ya oversight. Ni mambo ambayo kwa kweli fama wa Kenya wanafaa kufundishwa kujua kazi ya fulani. Nisije nikaamka kutoka kwangu asubuhi niende kwa MCA nimwambie nitafutie kazi, kwa sababu kazi yake si kutafuta kazi. Kazi yake ni kufanya maendeleo katika eneo bunge, ward yake na oversight. So that's one nilikuwa nasema Masi, I think we need to educate most kuna wenye wanajua ndio, lakini wengi wao hawajui, you know. So they need to be educated on the roles of these people, the role of the MP, the role of the area MCA, the role ya governor, you know, so that wakati they going to vote wanajua nani amekuwa kiwadanganya, nani amekuwa kiwachochea, and then they do it right. Wanachagua yule kiongozi ambao wanadim to work for them, someone mwenye anaweza wafanyia kazi vizuri. Kwa kweli tumezungumzia swala hilo kwa kina sana. Lakini kabla tujaendelea na masuala yale ambayo yanaendelea kutukia, labda wewe tuseme ukiangalia katika kaunti tofauti, je, zile kazi ama wale watu ambao huwa wanaajiriwa pale kwenye kaunti, 100% huwa wana karatasi, wamesoma, ama wengi ni kupitia nyuma ya mlango? Kwa kawaida siwezi nikataja kwamba wengi hawajasoma, manake hapo utaniambia toa evidence. Naam, lakini kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, the audit ambayo imekuwa ikifanyika, baadhi ya serikali za county tumeona kwamba there are some sections unapata kwamba some of the employees hawana zile karatasi na wameletwa kwa sababu pengine ya kujuana na gavana, ama mtu wa mkono wa gavana, ama si fulani, unaona. So ni swala ambalo linakata cross, lakini hatuwezi nyosha vidole manake hatujapata uhakika. Na tunajua shida ni kwamba nchini Kenya swala kama hilo huwa linachukua muda zaidi. Unapata governor fulani alikuwa na mashida fulani, lakini jambo hilo liko kotini kwa miaka 5, unaona. So hatuwezi tuka point fingers. Lakini vile vile Masi, ni swala ambalo someone also asked me. When you are vying to be a governor of pengine a certain county, there are those people wenye walikuwa na kufanyia kampeni zaidi, pengine walikuwa pillars ambazo zile kufanya wewe kuwa kiongozi ama kuchukua uongozi ule. And then pengine they campaigned for you with a condition ya kuambia mimi ukishinda unitafutie kazi. But unfortunately these people hawana kazi. What do you do? Na walifukufanyia kazi mkaagana kwamba utawapatia kazi. Initially huko unajua hata papers hawana. So jamaa anakuja anamwambia hii kazi nitakupatia, so bring your papers. Napata jamaa anakuambia unajua mimi nilifanya form 4 nikapata. So what do you do? These are your loyalists. So it's all about rewarding loyalists and letting watu wengine wakae tu. It is about the mode of campaign and then rewarding the loyalists. Unajua shida ni kwamba Masi, in Kenya for you to campaign for someone lazima akulipe, sio? In most cases, and like other countries, ndio akisema kwamba their way of campaign is totally different, whereby wao ndio wanachangia yeyote ambaye anawania kitu fulani ili pengine apige kampeni zake vizuri sawa sawa, you know. At that point yule akikuwa kiongozi hakuna conditions hapo, you know. Sasa hapa nchini Kenya, you know, there's those conditions. People is the same thing na parties. Mimi naona kwamba unapata kuna kiongozi fulani umeenda nominate
nominations ameshinda, lakini unapatia tikiti kwa the loyalists of the party, kwamba mtu amekuwa na wewe tangia 2005. The same thing ili happen hapa Kisii na the women representative. Yeye mwenyewe alitaja wakati tulikuwa mkutanoni, akasema unajua, I really appreciate ODM party leader Raila Odinga and the all party officials, manake walinipatia tikiti and they are appreciating loyalists. I've been there, I've been loyal to the party since 2005 na nikapatiwa tikiti. So I don't know, it's something inakuwa na by the way ukiangalia the nomination list ambazo zilichapishwa na IEBC katika gazeti la jana na gazeti lake la serikali, ukiangalia baadhi ya watu ambao walikuwa wamekuwa forwarded kuwa nominated in the next parliament ama in the next government, ni watu wengi ambao ni wale ambao ni wandani wa vile vyama loyalists wamekuwa pale wamewatetea. Wengi walishindwa kwenye kura za mchujo. Nakumbuka kwamba pale mwanzo IEBC ilikuwa imetupilia mbali the nominations list za 79 political parties, zikarejeshwa zikafanywa marekebisho, ndiposa yale majina yakachapishwa hiyo jana. Kumbuka kwamba kuna nafasi 32 za nomination into the Senate and into Parliament, na pale maneno ya gender yanazingatiwa, maneno ya people living with disabilities yanazingatiwa, maneno ya vijana yanazingatiwa. Kwa hivyo unapata kwamba ukiangalia yale majina ambayo yameandikwa pale ni mengi zaidi ya zile nafasi ambazo ziko pale. Kwa mfano Azimio la Umoja wa Kenya for example, kila chama kimetoa at least the political parties ambavyo vina uwezo kidogo vimetoa watu ambao huenda wakateuliwa kuingia pale, lakini out of that wanaweza wakateua watu wawili ama watatu. Unaona, kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli we have a big number of people ambao wanataka kuwa nominated, lakini nafasi ni chache. Na swala kuu ni kwamba wale ambao wanakuwa nominated ni wale ambao ni wandani zaidi wa baadhi ya viongozi katika ile miungano ama vile vyama. Tuachane na swala hilo, tuende kwenye swala la kampeni, wakati ambapo naona pia muda unasonga. Hiyo jana for once ama kwa wakati mmoja kule Nyeri, Azimio la Umoja wa Kenya na Kenya Kwanza walikuwa na kampeni kule. Azimio la Umoja wa Kenya walikampeni Laikipia na sehemu za Nyeri, ilhali Kenya Kwanza walikampeni Kirinyaga na Nyeri, ambapo pale Nyeri walienda sehemu za Kieni na Tetu ambapo walipiga kampeni zao. Na pale lile swala ambalo nilikwambia la mdahalo lilileta platform ya kuzungumza, akisema kwamba kutohudhuria kwa ule mdahalo kwa Raila Odinga kunaonyesha kwamba hana plan kwa Wakenya. Ni swala ambalo tulisema litatumiwa kisiasa, na vile vile wakisema kwamba watahakikisha kwamba wanakuza kilimo, wanakuza afya. Ni zile ahadi zile ambazo wamekuwa wakipita maeneo tofauti wakitoa. Kumbuka kwamba haya mambo yalianza kuzungumzwa hata kabla ya mwaka huu kuanza. Kwa hivyo ni kama it has lost test, kwa sababu najua akikuja mahali fulani atasema kilimo nini mambo kama hayo. The same thing happening to Azimio la Umoja wa Kenya wakiwa pale sehemu za Laikipia na Nyeri. Walimkashifu Ruto kwa kile anasema kwamba lichukua mashamba ya watu bila kufuata sheria ama bila kuzingatia sheria. Wakizungumza kuhusiana na lile swala la kule Mutara Farm kule Laikipia, wakasema kuhusiana na lile shamba la Taita Taveta na mashamba mengine ambayo viongozi tofauti walikuwa wanajitokeza, wakasema kwamba kwa kweli watahakikisha kwamba iwapo watachukua hatamu ya uongozi, watahakikisha mashamba yote yanarudi. Na kumbuka kwamba Martha Karua alizungumza akasema kwamba alitumia shamba la serikali ama ardhi ya serikali kujenga hoteli. Alipoambiwa awacha pale, akataka kufukuza wanafunzi ili ajenge parking. Ni mambo kama hayo, wakizungumza kuhusiana na mashamba Naro. Kwa hivyo ni masuala ambayo kwa kweli ule upande mwingine umekuwa ukikana. Na Raila Odinga
alisema kwamba pale Laikipia kuna ile shamba la Mutara ambalo alipoulizwa katika ule mdahalo, William Ruto alisema kwamba alirejesha lile shamba, ati haimiliki lile shamba. Akasema kwamba ametoa notice, akichukua hatamu ya uongozi lile shamba atalitumia kwa maslahi ya wakazi wa pale Laikipia. Kwa hivyo ni masuala ambayo tunaangalia yanaendelea kuzua hisia tofauti tofauti. I remember in 2013 ama 2017 wakati wa mdahalo wa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, aliulizwa vile vile kuhusiana na mashamba. Yeye akasema kwamba iwapo kuna mtu ambaye ako na ushahidi aende mahakamani. Kama kuna ushahidi aende, tujue ni shamba lipi ambalo hatuja acquire legally ama kupitia kwa sheria. Na niliona lile shamba la Taita Taveta vile vile kwenye kampeni vile vile alizungumza, akasema kwamba the other side wakina Azimio they have over 100,000 acres of land in the whole coastal region. Lakini vile vile akasema kwamba let them table their evidence and the receipts and everything, na mimi nilete zangu kisha tuone who is genuine. And then Martha Karua jana alizungumza kuhusiana lile shamba la Mteshi. Ni swali ambalo ama ni kesi ambayo iliamliwa kotini na Ruto kuambiwa pengine aweze kumfidia mwenye hilo shamba shilingi milioni 5. Lakini Martha Karua anasema kwamba shamba hilo hatuna uhakika, kama Wakenya hawana uhakika ikiwa lirejeshewa Mteshi na ikiwa Mteshi alipata zile shilingi milioni 5. Hadi Martha akasema kwamba huenda Mteshi aliaga dunia bila hata kuona hizo hela na bila kumiliki shamba hilo. Kwa hivyo akamtaja William Ruto kama ni mtu ambaye akona appetite kubwa zaidi ya kunyakua mashamba. Na vile vile pengine Martha Karua akizungumzia swala hilo alikuwa na waomba wakazi wa eneo lile kwamba waweze kuwapatia kura. Yeye na Raila Odinga wakasema kwamba watahakikisha yale mashamba ambayo yamenyakuliwa kama hilo la Mteshi yameweza kurejeshewa wenyewe. Na Ruto kwenye ule mdahalo, though ulisema tusiute mdahalo, ilikuwa ni mazungumzo ama mahojiano, alizungumza na kuelaborate zaidi kuhusiana na shamba lile la Mteshi. Akasema kwamba yeye alikuwa ameuziwa and those conmen ambao walimuuzia waliweka kotini, sio? Akasema kwamba na koti wakati ilijua kwamba ilikuwa hivyo, kwamba kuna watu ama kuna conmen ambao walidisguise kama mwenyewe na kumuuzia shamba hilo, aliambiwa kwamba kwa sababu kwa miaka 3 ilikuwa 3 au 5 mwenyewe hakuwa ametumia shamba lile aweze kumfidia shilingi milioni 5, of which alikubali kufanya nini? Kufidia. So hayo ni mazungumzo yake Ruto, mbali na yale ambayo Martha Karua aliyataja jana akisema kwamba zile shilingi milioni 5 hakuzipatia Mteshi hadi Mteshi akawa pengine akaaga bila kushika pesa zile. Kwa hivyo ni swala ambalo limekita zaidi kwenye kampeni za Kenya, kumbrand William Ruto kama mwizi. Let me use the word mwizi, manake that is what they use. Also the other team, the Azimio team, wakisema kwamba he has an appetite ya kunyakua mashamba mbalimbali nchini Kenya, na akasema kwamba kuvote Raila Odinga will be voting out hiyo appetite ya kunyakua mashamba. Pengine ni siasa, tujajua ukweli, manake yeye anasema kwamba ikiwa unatetezi kwamba mimi nimenyakua shamba fulani kiharamu, basi nipeleke kotini, koti itaamua ikiwa nilinyakua ama nilipata kwa njia halali. Mtazamaji na msikilizaji, natumai kwamba unaendelea kujijuza mengi zaidi, lakini acha tukupeleke pale mapumzikoni kwa dakika 1 tu, alafu tunarejea tuendelee kukujuza yale ambayo yanaendelea kutukia maeneo tofauti tofauti. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident, gari imeharibika msuni inaletwa,
Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Right now, as I speak to you right now, we have a National Police Reserve in some parts of North Rift. Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Monibis is located at Tasia Embakasi off 75 Road, where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 60 1721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 60 1721. Welcome all. Right, mpenzi mtazamaji, karibu tena tuweze kuangazia yale machache ambayo yamesalia. Nikiona muda vile vile unayoma ni dakika 24 juu ya saa 3 majira Afrika Mashariki. Pengine nitaangalia baadhi ya jumbe. Kuna wale ambao wamejiunga pamoja nasi tangia tuanze the morning brief. Pengine nitaangalia baadhi ya jumbe moja kwa moja, akiwemo Eunice Mora. Namuona pale yuaitwa Mother Bonareli anasema yupo ndani. Winifrida Miruka, Mokogoti Asiba, Dorine Omari, namuona nani? Namuona Dorine Omari ndiye anasema please. Sawa sawa. Hani baadhi ya jumbe, ama hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimeingia humu ndani. Kwa hivyo pengine tukirejea kwa yale mazungumzo yetu, pengine tuanze na yale yalifanyika Ruto akipiga kampeni zake. Sana sana na kampeni zake Ruto hapo jana walikuwa wametaja kuhusiana na lile swala ambapo Raila Odinga hakuhudhuria ule mdahalo. Alitaja akisema kwamba vile vile walitaja kuhusiana na power outage, kwamba kulikuwa na ukosefu wa stima wakati kulikuwa na ile debate ya marais. Wakataja wakakejeli zaidi swala hilo, wakisema kwamba wanaomba kwamba kusiwe na power outage wakati William Ruto pengine atatangazwa kwamba yeye ndiye rais ambaye ameshinda uchaguzi huu ambao tunaelekea. Ruto mwenyewe nishataja kwamba aliweza kumslamu Raila Odinga na kusema kwamba ni mtu ambaye hana agenda, ndio maana ikabidi kwamba hangehudhuria ile ama ule mdahalo. Vile vile walitaja kuhusiana wakiwa pale Kirinyaga, Ruto alitaja kuhusiana kutenga shilingi bilioni 200 kila mwaka ili ziende kwa textile manufacture, ili zisaidie zaidi katika kutafutia vijana kazi. Wasema kwamba imekuwa ni swala sugu hapa nchini na ni swala ambalo watafanya nini? Watahakikisha kwamba limetendeka. They are not asking for perfection, but they'll do the right thing. Vile vile alisema kwamba shilingi bilioni
50 zitatengwa ili ziweze kutumika kwa kina mama mboga, bodaboda, wale wa chini, ili ziweze kuinua. Akataja kwamba pesa hizi ni za serikali. Jinsi serikali inavyotenga bilioni 100 kwa makampuni mbalimbali kama Kenya Airways, kwa hivyo itatenga shilingi bilioni 50 ili ziweze kusaidia wale wa mapato ya chini kama bodaboda, mama mboga. Na vile vile alitaja kuhusiana na kilimo. Unajua kwamba kilimo, hata rais wa kwanza wa nchi ya Kenya alikuwa anasema kwamba kilimo ndo uti wa mgongo wa uchumi hapa nchini Kenya. Kwa hivyo alitaja kuhusu kilimo, akasema kwamba they'll bring reforms in the agriculture sector, kitaja kuhusiana mbolea, watapeana hizo subsidy ili mbolea irejee bei ambayo ilikuwa kitambo, na mengi ambao walitaja akiwa pale Kenya. Na mwisho wa siku akasema kwamba wanataka wananchi na Wakenya wote wadumisha amani, hasa wakati Kenya inaelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kabla sija kupatia nafasi uangazie yale ambayo yalizungumzwa zaidi pale Azimio la Umoja, kumbuka kwamba Profesa Paul Wainaina ambaye ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta, ambaye alikuwa asimamishwa kazi kwa mwezi mmoja kwa sababu ya lile swala ama ile issue ya mgogoro wa shamba pale, amerejeshwa kazini. Na hiyo jana alifika pale katika kile chuo, akakaribishwa na wanafunzi na washikadau tofauti, akisema kwamba hata ingawa serikali kuu inahitaji KU itoe sehemu fulani ya shamba, basi sheria ingefuatwa, si kubulldoze, si kulazimisha. Ni mambo ambayo yanakuja wakati ambapo kesi hiyo inatarajiwa tena kutajwa, na aliyetoa amri hiyo alisema kwamba ndio wacha Paul Wainaina endelee kuwa naibu chancellor pale katika chuo kikuu cha Kenyatta until ile kesi imesikizwa na kuamuliwa, ndipo ajue hatima yake ni ipi. Kumbuka kwamba ili linakuja baada ya lile jopo jipya ambalo lilikuwa limeteuliwa kutoa idhini kwa lile shamba kugawanywa na kupewa kwa the World Health Organization na mashirika la afya duniani ili kutengeneza headquarter yake pale. Ni swala ambalo tunatarajia kuona jinsi ambavyo litakuwa linajitokeza ama lina unfold with the time. Tukiachana hayo, tunajua kwenye ulingo wa siasa kumekuwa na mazungumzo, ngawaje wakati huu pengine mazungumzo yale yameanza kupungua kidogo. Kulikuwa inasemekana kwamba, ama ilikuwa inasemekana kwamba Mount Kenya walikuwa na deni yake William Ruto, kwamba aliwaunga mkono kwa miaka 10 kwa vipindi viwili. Kwa hivyo ilikuwa ni jukumu lao wana Mount Kenya ama watu wa Mlima Kenya pia kumuunga mkono wakati huu, manake sasa hivi pengine anawania kiti kile cha urais. Lakini hapo jana Rafael Tuju ambaye ni Executive Director Azimio Presidential Secretariat aliweza kutaja, akiojiwa kituo kimoja, alikuwa ametaja kwamba William Ruto alilipwa mwaka wa 2013, alilipwa mabilioni ya pesa ili pengine kumpa support ama kuungana naye Uhuru Muigai Kenyatta katika zile kampeni katika kipindi cha kwanza na vile vile pengine kipindi cha pili. Kwa hivyo kutaja hayo, Tuju alikuwa anamaanisha kwamba huenda ama si huenda, basi Mount Kenya bila shaka walilipa. Ikiwa walilipa hawana deni. Unaona? Ni swala ambalo lilikuwa limezua hisia tofauti mtandaoni, na kuulizwa kwamba je, ukiulizwa upeane hiyo evidence utaitoana? Akasema ndio, at any point hata kipelekwa kotini will repeat the same thing. Akasema Ruto wakati alipewa zile pesa akaungana naye Uhuru Muigai Kenyatta wakachukua uongozi, then akaanza the looting spree ambapo aliweza kuchukua mashamba, mambo kadhaa. Alizungumza mambo mengi zaidi kuhusiana hayo, na vile vile alitaja William Ruto kwamba karakta yake ndio mbaya. Akasema ndio anaweza kuwa na manifesto ambayo they are so beautiful, you know, something to admire, kitu naweza uconvince mpigie kura, lakini we Kenyans should not be picking on the manifesto, should pick on the character first.
Ni swala ambalo limeleta issues mingi zaidi. Vile vile alitaja swala la Kimwarer and Aror. Akataja kwamba kulikuwa na shamba mbali na yale Ruto alizungumza. Alitaja kwamba the piece of land was paid for. Mbali na yale William Ruto alisema kwamba shamba alikulipiwa sio kwenye ule mdahalo. Kwa hivyo the whole thing was pengine branding William Ruto as a liar, you know. Na ni mbali na yale, unajua William Ruto alikuwa ametaja hapo awali kwamba he willingly supported Uhuru Kenyatta to form the government, and there was no deal between him and Uhuru Kenyatta that he would support him pengine akimaliza term yake. Akasema Ruto akasema Uhuru alikuwa amepiga deal na Wakenya, manake alisimama kadamnasi ya watu na kutaja kwamba yangu 10 ya Ruto 10. Unaona, akasema hiyo ni deal ambayo alipiga na Wakenya, si yeye ama si baina yao wawili. Naam. Kwa kweli unajua ukizungumzia swala hilo pia wacha nikurejeshe hapa katika kaunti ya Kisii. Ukizungumza kuhusiana na mazungumzo ya Tuju, vile vile zaidi ya madiwani 30 wa muungano wa Kenya Kwanza wamejitosa ama wametangaza kumpigia debe mgombea wa kiti cha ugavana kupitia chama cha ODM Simba Arati. Na kulingana na wale madiwani ama MCAs wanasema kwamba ndani ya Kenya Kwanza kuna veil fulani, kuna mambo ambayo yanafichwa pale, wakisema kwamba kule Kenya Kwanza kuna cartels. Na swala ambalo limenigusa ikabidi nizungumzie ni kwamba wanasema kuna zile fedha za kampeni ambazo walifaa kupewa ambazo zimekuwa taken back for personal use of some people, wakisema kwamba kuna opaqueness, hakuna uwazi pale. Ni swala kwa kweli wengi wanasema kwamba wanapewa zile fedha wapigie kampeni, lakini wengi labda wapige kampeni nazo wanazitumia kwa malengo yao ya kibinafsi. Akizungumza wiki iliyopita, baadhi ya viongozi wale wakiongozwa na Charles Luanga Ongwae ambaye ni mwenyekiti wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Kisii, na vile vile diwani wa Birongo Alex Oyaro, walisema kwamba yale zungumza akiwa pale Eronge Nyamira, akitaja kwamba kuna watu wanauza pombe hadi manyumbani kwake. Akasema kwamba ni dharau zaidi, na akataja kwamba atahakikisha hata kama ni polisi wanataka gari jingine wataongezewa, ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanauza ile pombe haramu aswa ile eneo la kwake na Nyamira nzima pengine wamefuatwa zaidi na ukomesha, ili uweze kukomesha swala hilo la uzaji pombe haramu, na vile vile swala ambalo linaua watu na kuwapokonya ama kupokonya familia zao watu hao. Mtazamaji na msikilizaji, tunapoendelea kuzungumzia hayo, kumbuka kwamba kimataifa ni kwamba kule Somalia kuna mshambulizi wa kujitolea mwanga ambaye alisababisha kifo cha watu ama mtu mmoja katika eneo moja la Somalia, na mtu mmoja huyu alikuwa ni mfanyakazi wa serikali, na vile vile watu wengine 8 ambao
angamia hiyo jana baada ya mshambuliaji wa kujitolea muhanga kujitoa muhanga na kudetonate bomu ambayo alikuwa nayo katika lile taifa la Somalia. Shambulizi hilo lilifanyika nje ya the administration office ya town moja ama jiji moja kule linaitwa Maka, mahala ambapo Abdullahi Ali Ahmed Wafo alikuwa anazungumza na wananchi wa eneo hilo, na yule Abdullahi ni kamishna wa polisi wa eneo hilo ambaye aliuawa katika shambulizi hilo kulingana na AFP. Naam. Masi, kuna swala ambalo unapata jamaa umekosana na bibie manyumbani pale, mmoja anabeba kisu anamdunga mwenzake, pengine mwanamke anamdunga mwanaume, pengine mwanaume anamdunga mwanamke, hadi pengine anaaga dunia. Ni swala ambalo limekuwa ama lilikuwa limechacha zaidi katika siku za nyuma, na kuna jamaa mmoja ambaye anaitwa Edmond Ruto ambaye alikuwa wa mwaka wa 3 pale chuo kikuu cha Egerton. Aliweza kumuua bibie ama girlfriend, acha nimuite tu girlfriend, ambaye alikuwa anaitwa Cynthia Cheplangat mnamo tarehe 16 Februari mwaka 2019. Sasa hivi jamaa anasema kwamba alikuwa remanded, na sasa hivi kingaje kesi inaendelea. Anasema kwamba huanga anakuwa na kichaa wakati fulani, anakuwa na temporal madness. Ni swala ambalo pengine lilifanya yeye kumuua bibie, na akasema ingekuwa sasa hivi, acha ninukuu, alisema kwa if I knew what I know now maybe Chelangat could still be alive today. Lakini familia ya huyu msanii anasema kwamba ingawaje anasema ndio sasa hivi alikuwa na muda baada ya kutekeleza kitendo hicho, alikuwa na muda wa miaka 2 ambayo hakuja hata aombe msamaha. So sijui ni swala ambalo nimelitazama nikashindwa mwenyewe. Unajua kuna kesi zingine hadi pale kotini huwa zinakuwa ngumu kuamua. Naam, lakini anasema kwamba ingekuwa ni sasa hivi pengine kitendo kile akingeweza kutokea. Kwa kweli wakati ambapo tunaendelea kujuza mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba IEBC sasa imejitoa kabisa kutoka kwa its association with Seamless Technologies company ambayo inaoperate hapa Kenya, na kulingana na Mr. Justice Nyang'aya ambaye ni commissioner wa teknolojia katika ile tume ya IEBC, anasema kwamba wao contract ama walitoa kandarasi kwa Smartmatic company, kampuni ambayo imepatiwa kazi ya kuweka majina ya wapiga kura katika zile kimskits, akisema kwamba ni Smartmatic ndio ili contract Seamless Technologies kuhakikisha kwamba their preparedness ama matayarisho yao yanafanyika kwa njia nzuri. Na kumbuka kwamba kulingana na sheria, yeyote ambaye alifaa kupatiwa ile kampuni ama ile kandarasi, basi alifaa kuwa kwa ground akona mtu ambaye anafanya kazi pale. Na kulingana na Nyang'aya anasema kwamba basi Seamless Technologies ishafanya kazi hapo awali na Smartmatic. Kwa hivyo IEBC it has nothing to do with the Seamless company ambayo iko nchini Kenya. Kumbuka kwamba hayo yanajiri baada ya yale ambayo ni matukio yalifanyika wiki iliyopita kuhusiana na wale raia 3 wa Venezuela ambao walikamatwa, ikisemekana kwamba wengi DCI ikisema kwamba wale ni wahalifu kwa sababu waliingia hapa nchini bila idhini, pasipoti zao zilikuwa muda wao wa kuhudumu umeisha na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni swala ambalo makamishna IEBC nataka kuweka wazi kuhakikisha kwamba labda there is no doubt kuhusiana na preparation for elections. Hayo walizungumza jana wakati ambapo walipokea karatasi za urais za kupiga kura, na wakasema kwamba kesho, which is on Friday, the next batch of the presidential ballot papers itakuja hapa nchini ili na itapokelewa pale kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta. Na pengine tukiachana na hayo tuangalie
tuangalie pale Makueni ambapo wanapolisi waliweza ku-exhume, waliweza tunaita kufufua hii ama ni kufanya nini Kiswahili? They exhumed the body from a friend's compound. Though uchunguzi unaendelea, hawajabaini ilikuwaje, lakini jamaa huyo ambaye aliuawa alikuwa anaitwa Michael Mwendwa, alipotea tu mwaka wa 2017 na miaka 5 sasa hivi. Familia yake imekuwa ikitaabika zaidi kumtafuta, pengine alienda wapi, ikabidi kwamba wafikirie ni suspicion tu, wakasema huenda akakuwa kwa huyo rafiki wake. So wakaenda na polisi, wakaingia kwenye choo cha yule rafiki yake, waka exhume the remains of Michael Mwendwa over 5 years now. Sasa hivi wawili hao wenyewe familia, Mr. Nzimbi Mtungi pamoja na mamake wameshikwa kama the main suspects according na police ama na DCI, kwamba pengine watafanya uchunguzi zaidi, lakini hao pengine ndio walihusika na kifo cha Mwendwa na wakamzika kwenye choo. Ni swali ambalo pengine nafanisha na ile ilifanyika hapa Kisii ambapo jamaa mmoja alimuua bibie, akakatakata baadhi ya viungo kisha akamzika kwenye choo. Ingawaje polisi waliweza kuexhume mwili ule na jamaa kuweza kushikwa kwa miaka 40. Na mtazamaji na msikilizaji, kumalizia tu, Wakenya wamekuwa wakililia kupanda kwa gharama ya maisha. Mataifa tofauti yamekuwa yakililia kupanda kwa gharama ya maisha. Tuliona swala lililojitokeza kule Sri Lanka, the economic crisis. Hapa nchini Kenya, Wakenya wamekuwa wamelilia Uganda kule na mataifa mengine. Kumbuka kwamba mwezi Juni taifa la Zimbabwe lilikuwa limepandisha the interest rates, ama inflation ilikuwa imepanda up to 192%, na sasa hivi imepanda mpaka 200%, which is the highest. Na kulingana na wale ambao ni wadadisi ambao wanajua, ni wajuzi wa mambo ya kifedha, nasema kwamba kule Zimbabwe inflation imekuwa juu kwa sababu ya kitu kimoja, kwamba there is more money but there is a few goods ambazo zinafaa kununuliwa. Akisema kwamba ni swala moja ambalo linachangia kuongeza labda kwa bei ya bidhaa, na vile vile ni swala ambalo linachangia kuongezeka kwa gharama ya maisha. Na vile vile akisema kwamba the inflation pia imekuwa compounded na the war between Ukraine and Russia, ambayo kwa kweli imepelekea mataifa mengi kulilia kuongeza kwa bei ya bidhaa tofauti. Kwa nini? Kule Ukraine, kule Russia wanafaa kusafirisha mafuta, Ukraine wanafaa kusafirisha nafaka, na pale kwenye the sea ambayo inatumika kama njia ya kupeleka zile bidhaa kwa mataifa tofauti, Russians wamekita kambi pale, wanajeshi wa Russia. Kwa hivyo ni swala ambalo hata sasa hivi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema kwamba anataka kutafuta bandari mbadala ambayo atatumia kusafirisha nafaka za Ukraine kwenda kwa mataifa tofauti. By the way, hiyo jana tulikuwa tunazungumza na Zado kuhusiana na the Ukrainians ambao wamesign petition ya kumpatia citizenship aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ili awe waziri mkuu wao. Sijui imefikia wapi, lakini nitakujuza hayo kadri ya muda unavyosonga. Lakini kumbuka kwamba inflation ama kuongeza kwa gharama ya maisha ni kitu ambacho kimefanyika kwenye mataifa mengi duniani, na ombi ni kwamba vile vita suluhishwa. Kumbuka kwamba kuna kiongozi mmoja kutoka Russia ambaye anafanya ziara yake hapa Afrika na anakutana na viongozi tofauti, labda watazungumza naye waweze kusitisha vile vita ili at least mambo yawe rahisi kidogo. Naam.
Na pengine naona muda umeyoma, na kabla tutamatishe pengine taangalia Ali Njiru ambaye alikuwa ni former president Arap Moi's press secretary. Jana alikuwa anahojiwa kituo kimoja hapa nchini ambapo alitaja na kuambia Wakenya kwamba they get prepared. Walisema kwamba Kenyans should prepare to see William Ruto for the next 55 years. Akasema people of Kenya must learn to see his face because they will see it for a long time in the next 40 years. Kisha alitaja na akasema kwamba all the people, all the politicians, all these people are political cousins. Na kwa hivyo akasema kwamba they can turn against you, they belong to the same clan. Kwa hivyo alikuwa anataja akisema kwamba pengine they get prepared, watu wakuwe prepared zaidi ili pengine waweze kumuona William Ruto kwa muda sasa. Ni kumbuka kwamba unaweza ukaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na vile vile kupitia our application. Tupatane siku ya kesho kwenye Friday edition ya Sabbath preparation ya kipindi cha Anza na Bwana, usikose. Shukran mpenzi mtazamaji kwa kuungana pamoja nasi. Wale ambao wamefuata moja kwa moja, wale wanatutazama Facebook, wale wanatutazama YouTube, wale wanatutazama Roku channel, na washukuru zaidi. Hadi hapo kesho, nite Edwin Buka. Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak.